Ishara 20 zinazoonyesha kuwa wewe na mwenzi wako mnaendana. Watu wengi huingia kwenye mahusiano wakiongozwa na hisia, uzuri wa nje au maneno matamu, lakini baadaye hugundua kuwa hawakuwa wakitembea katika mwelekeo mmoja wa maisha. Neno la Mungu latuonyesha kwamba uhusiano wenye msingi imara haujengwi kwa hisia pekee, bali kwa upendo wa kweli, heshima, uaminifu, mawasiliano mazuri na zaidi ya yote kumweka Mungu katikati ya maisha yenu. Watu wawili wanaweza kupendana sana, lakini kama maono yao, tabia zao na imani yao havipatani, safari yao inaweza kuwa ngumu sana. Katika somo hili tutajifunza ishara 20 za kweli zinazoweza kuonyesha kuwa wewe na mwenzi wako mnaendana, sio kwa kutegemea hisia pekee, bali kwa kuzingatia kanuni za kibibilia na hekima ya maisha. Kumbuka kwamba hakuna wanandoa wakamilifu, lakini kuna mahusiano yanayojengwa juu ya msingi unaowezesha watu wawili kukua pamoja katika upendo, imani na kusudi la Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 3 imeandikwa, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Mstari huu unaonyesha umuhimu wa maelewano na umoja, ingawa katika muktadha wake unazungumzia makubaliano. Kanuni yake inaonyesha kwamba safari ya pamoja huhitaji kupatana katika mambo ya msingi. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia jambo la msingi ambalo nitakuwa tambua sio kila unayemuona au unayempenda anafaa kuwa mwenza wako. Hili ni jambo la msingi sana. Sio kila unayemuona anafaa kuwa mwenza wako. Sio kila unayempenda anafaa kuwa mwenza wako. Labda nikupe mfano huu. Kwa mfano, labda mtu ana changamoto ya damu au amepungukiwa damu, anataka kwenda kuongezewa damu. Hawezi kuongezewa damu kwa sababu tu damu zipo. Watamwongezea damu kwa kuangalia ufanano wa kundi lake la damu. Maana kuna kundi la damu A, kuna grupu la damu group A, kuna grupu B, kuna grupu AB, kuna magrupu mbalimbali ya damu. Sasa mtu hawezi kuongezewa damu kwa sababu tu ana uhitaji wa damu, au hawezi kuongezewa damu kwa sababu damu zipo tu. No, wataangalia ufanano wa kundi lake la damu. Kwa hiyo mtu hawezi kuongezewa tu damu kwa sababu damu zipo, au hata kama ameenda amezidiwa, madaktari hawezi kumwongezea damu kwa sababu tu kuna damu zipo. Lazima waangalie ufanano wa kundi lake la damu. Kwa hiyo jambo gani tunajifunza? Na ikitokea mtu huyo akaongezewa damu ambalo sio kundi lake, linaweza likamletea madhara. Inaweza kasababisha maumivu, akaanza kusikia maumivu, lakini pia inaweza kapelekea kifo. Kwa hiyo hata wewe ukiingia kwenye mahusiano na mtu ambaye hamna ufanano naye kitabia, kiimani, yani hakuna ufanano, inaweza kapelekea migogoro katika mahusiano, inaweza kapelekea migogoro katika ndoa, ambao migogoro hiyo itaonekana kwa nje na mwisho wa siku inaweza kasababisha ndoa hiyo au mahusiano hayo yakavunjika. Katika video hii nitakwenda kufundisha ishara 20 zinazoonyesha kuwa wewe na mwenzi wako mnaendana. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Twende moja kwa moja tukaangalie ishara 20 ambazo ukiziona basi tambua ya kuwa wewe na mwenzi wako mnaendana. Namba 1, mtu huyo anakuwa anakuongezea nguvu na kupunguza udhaifu wako. Uhakikisha mtu huyo, ishara ya kwanza ambayo inaonyesha kuwa wewe na mwenzi wako mnaendana, mtu huyo anakuwa anakuongezea nguvu na kupunguza udhaifu wako. Hii ni ishara ya kwanza ambayo ukiiona unatakiwa utambue ya kuwa mna ufanano, wewe na mwenzi wako mnakuwa mna ufanano. Yani mtu huyo anakuwa anakuongezea nguvu na kupunguza udhaifu wako. Mtu huyo anakuwa anakuza kipaji na uwezo wako, huku akisaidia kupunguza athari za udhaifu wako. Mwenzi anayekufaa huibua yaliyo bora ndani yako na hakufanyi udhaifu wako uwe mkubwa zaidi. Mtu ambaye bora hafanyi udhaifu wako yani uwe mkubwa zaidi, anakuwa anaibua kile kipaji ambacho kipo ndani yako. Uhusiano mzuri huimarisha uwezo wako na kukusaidia kushinda udhaifu wako. Mwenzi sahihi
kukutia nguvu katika maeneo yako ya uwezo na kukusaidia kukua katika maeneo yako ya udhaifu. Hii ni ishara ya kwanza ambayo ukiona basi unatakiwa utambue wewe na mwenzi wako mnaendana. Mwenzi wako anakuwa anakutia nguvu katika maeneo yako ya uwezo na kukusaidia kukua katika maeneo yako ya udhaifu, sehemu ambako kuna vitu viwezi. Yeye atakuwa anakusaidia kuhakikisha unakuwa imara katika hayo maeneo. Lakini ishara ya pili ambayo ukiiona basi tambua wewe na mwenzi wako mnaendana. Kusudi la maisha yako linaanza kusonga mbele kwa kasi, au hatima yako inaanza kutimia kwa haraka zaidi. Hii ni ishara muhimu kwamba wewe na mwenzi wako mnaendana. Uhusiano sahihi hauishii kwenye hisia za mapenzi pekee, bali unakuwa chachu ya kukusogeza karibu zaidi na kusudi ambalo Mungu ameliweka juu ya maisha yako. Mtu anayekufaa hakuzuii kutimiza ndoto zako, badala yake anakutia moyo, anakushauri kwa hekima, anakuombea, anasimama pamoja nawe wakati wa changamoto. Uwepo wake unakufanya uone fursa ambazo hukuziona awali. Unapata ujasiri wa kuchukua hatua ulizokuwa unaziogopa, na unaanza kuona maendeleo katika maeneo muhimu ya maisha. Kwa hiyo ikiwa baada ya kuingia kwenye uhusiano unaona unazidi kukua kiroho, kiakili na kihisia, malengo yako yanapata mwelekeo na unayafikia hatua kwa hatua, unahamasika kuwa mtu bora kila siku. Mwenza wako anafurahia mafanikio yako badala ya kuyaogopa au kuyapinga. Mnafanya maamuzi yanayojenga maisha yenu ya baadaye badala ya kuharibu ndoto za kila moja. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa mnaendana. Wewe na mwenza wako mnaendana. Kwa hiyo hii ni ishara ya msingi sana. Ukianza kuona kusudi la maisha yako linaanza kusonga mbele kwa kasi, au hatima yako inaanza kutimia kwa haraka zaidi, yaani unaanza kuona lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako linaanza kusonga mbele kwa kasi, linaanza kusonga mbele kwa kasi. Unakuta mwenza wako ni mtu ambaye anakuwa ana support, anahamasika, unahamasika kuwa mtu bora kila siku. Unaona mwenza wako anafurahia mafanikio yako badala ya kuyaogopa au kuyapinga. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa wewe na mwenza wako mnaendana. Kwa hiyo kinyume chake, ukianza kuona baada uko na mwenza wako lakini mambo yako hayaendi kabisa, au mwenza wako hafurahii maono yako, hafurahii ile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, au wakati mwingine anageuka kuwa kizuizi cha hatima yako, au anageuka kuwa kizuizi cha ile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, basi natakiwa utambue kuwa hamuendani. Lakini ishara ya tatu ambayo ukiona unapaswa kutambua kuwa wewe na mwenzako mnaendana. Mnamweka Mungu mbele ya mahusiano yenu. Nyote wawili mnatamani kumtanguliza Mungu katika maisha yenu. Mahusiano yanayojengwa juu ya msingi wa Mungu huwa na nafasi kubwa ya kudumu, kwa sababu maamuzi, mazungumzo na mipango yake huongozwa na kanuni za neno la Mungu badala ya hisia pekee. Kwa hiyo hii ni ishara tatu. Nashangaa, yani mnakuwa wote mnatamani kumtanguliza Mungu mbele yenu, wote mnatamani kumtanguliza Mungu mbele yenu. Lakini ishara ya nne ambayo ukiona basi utakuwa utambua kuwa wewe na mwenzako mnaendana. Mna maono na mwelekeo unaofanana. Ingawa hamuhitaji kufanana kwa kila jambo, ni muhimu kuwa mnaelekea katika kusudi linalofanana. Ikiwa mmoja anatamani kujenga familia yenye msingi wa Mungu na mwingine hana nia hiyo, safari inaweza kuwa ngumu sana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 3 imeandikwa, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Kwa hiyo ukianza kuona mna maono na mwelekeo unaofanana, yani ingawa hamuhitaji kufanana kwa kila jambo, lakini ni muhimu kuwa mnaelekea katika kusudi linalofanana. Ikiwa mmoja anatamani kujenga familia yenye msingi wa Mungu na mwingine hana hayo maono, basi safari yenu inaweza kuwa ngumu. Ukiona mna maono au na mwelekeo mnaofanana, hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa wewe na mwenzako mnaendana. Unakuta mtu wa kwanza kati yenu anataka kujenga familia bora yenye hofu ya Mungu, na mwingine pia anakuwa na maono hayo kujenga familia bora yenye hofu ya Mungu. Hapa ni ishara ambayo inaonyesha mnaendana. Lakini unakuta mtu huyu anaamini hichi,
lakini mwingine anataka hichi, yani wanakuwa wanakwenda against. Mtu huyu akitoa wazo, mimi tunataka tutengeneze familia bora, mtu mwingine anamwambia mimi sina haja na familia bora, au mimi bwana, yani havalue kile kitu, hakithamini kabisa, yeye anakuwa na mtazamo wake tofauti, basi mtakuwa mtambua hata safari yenu itakuwa ngumu. Lakini ishara ya 5 ambayo inaonyesha wewe na mwenzi wako mnaendana, mawasiliano yenu ni ya wazi na ya kweli. Mnaweza kuzungumza kwa uwazi bila hofu ya kuhukumiwa, mnasikilizana, mnaheshimiana na kutafuta kuelewana badala ya kushindana. Hii ni ishara ambayo inaonyesha mnaendana, yani mnakuwa na mawasiliano yenu ya wazi na ya kweli, yani hakufichi. Ni mtu ambaye hakufichi chochote. Kabla hata hujaingia naye kwenye mahusiano, yamkini alikuwa na mtoto, atakwambia nilikuwa na mtoto, nilikuwa na mke, kwenye mahusiano, lakini mahusiano yakavunjika kwa sababu ya 1 2 3, kuna kitu hichi na hichi kilitokea. Anakuwa ni muwazi, hakufichi chochote. Ukiona uko na mtu ambaye ni muwazi, hakufichi chochote kabisa, basi tambua mawasiliano, yani mahusiano yenu wewe na mwenzako mnaendana. Ukianza kuwa mnaona mawasiliano yenu ni ya wazi na ya kweli, hakudanganyi chochote, anakuambia ukweli uliopo. Lakini ishara ya 6 ambayo inaonyesha wewe na mwenzako mnaendana, kuna heshima ya pande zote. Hakuna anayemdharau mwenzake mbele ya watu au faraghani. Heshima huonekana katika maneno, matendo na namna mnavyothaminiana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 na mstari wa 10 imeandikwa, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi kwa heshima, mkiwatanguliza wenzenu. Unaweza kuona ni ishara ambayo inaonyesha kuwa wewe na mwenzako mnaendana. Kuna heshima ya pande zote, yani wote wawili mnaheshimiana, wote wawili mnapendana, wote wawili hamdhalilishani, yani mnakuwa mnapendana, mnaheshimiana, mnasikilizana. Hii ni ishara ambayo inaonyesha wewe na mwenza wako mnaendana. Lakini ishara ya 7, mnaaminiana. Kuaminiana ni msingi wa mahusiano yenye afya. Hamlazimiki kuishi kwa mashaka ya kila wakati, bali mnajenga uaminifu kwa kusema kweli na kutimiza ahadi zenu. Yani watu mnakuwa mnaaminiana, wote mnatimiza yale makubaliano ambayo mnakubaliana. Hii ni ishara ambayo inaonyesha wewe na mwenzako mnaendana. Lakini ishara ya 8, mnaweza kutatua migogoro kwa amani. Kutokubaliana ni jambo la kawaida, lakini ishara ya kuendana ni uwezo wa kutafuta suluhisho badala ya kutafuta mshindi wa mabishano. Kwa hiyo ukiona ishara hii, yani mnakuwa mna uwezo wa kutatua migogoro kwa amani, mnakuwa mna uwezo wa kutafuta suluhisho kwa pamoja. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa wewe na mwenza wako mnaendana. Lakini ishara ya 9, mnaunga mkono ndoto na kusudi la kila mmoja. Mwenzi wako hafurahii kukuona ukishindwa, bali anakutia moyo ukue kiroho, kitaaluma na katika kusudi lako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 4 na mstari wa 9 hadi wa 10 utaona neno la Mungu lasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Kwa hiyo ukianza kuona mwenzi wako anakuunga mkono ndoto zako na kusudi, yani anakuwa anakusapoti, yani mnaunga mkono ndoto na kusudi la kila mmoja, wote mnakuwa mnasapotiana, wote mnakuwa mnaungana mkono. Mwenzi wako labda ufurahia, mwenzi wako hafurahii kukuona ukishindwa, yani mwenzako unashangaa hafurahia akuone wewe ukishindwa, bali anakuwa ni mtu ambaye anakutia moyo ukue kiroho, anakutia moyo kitaaluma, anakutia moyo katika kusudi lako, anakutia moyo bwana, pambana, never give up, usikate tamaa, Mungu ni mwema, nakuombea utashinda. Yani mtu ambaye anakuwa anakutia moyo, hafurahii kukuona ukishindwa, hafurahii kukuona ukianguka, anakuwa umeshindwa mara ya kwanza, anakuambia no, you can do better, unaweza kufanya tena, rudia tena, utaweza kabisa, mimi nakuombea tutaweza, tufanye tena. Ni mtu ambaye anakuhamasisha, ni mtu ambaye umetokea umechoka, ni mtu ambaye anakuja anakutia moyo, anakuambia amka, usikate tamaa, unaweza kufanya tena, unaweza kufanya tena na tena, usikate tamaa, unaweza. Ni mtu ambaye anakuinspire, anakutia moyo. Ni ishara ambayo inaonyesha wewe na mwenza wako mnaendana. Lakini ishara ya 10, mnahimizana kumkaribia Mungu zaidi. Yani mnahimizana kumkaribia Mungu zaidi. Mahusiano yenu yanawafanya muwe karibu zaidi na Mungu badala ya kuwafanya muache maombi, ibada au maisha ya utakatifu. Ukiona ishara hii,
mnakuwa ni watu ambao mnahimizana kumkaribia Mungu zaidi, yani mnahimizana kumkaribia Mungu zaidi, mnahimizana kumkaribia Mungu zaidi, mnahimizana kuomba, mnahimizana kufunga. Ni watu ambao mnahimizana kuwa karibu na Mungu. Hii ni ishara kubwa sana ambayo inaonyesha wewe na mwenza wako mnaendana. Siku zote mahusiano ambayo yanakufanya ukae mbali na Mungu, unajikuta kuna watu ambao baada ya kuingia kwenye mahusiano wakajikuta wako mbali na Mungu. Zamani alikuwa anaomba, lakini sasa hivi haombi, afungi, awi karibu na Mungu. Hiyo ni ishara ambayo inaonyesha wewe na mwenzako hamwendani. Lakini ishara ya 11 ambayo inaonyesha wewe na mwenzako mnaendana, mnaweza kuwa ninyi wenyewe, yani mnaweza kuwa ninyi wenyewe mkiwa pamoja, hamjifichi nyuma ya sura ya kujifanya. Mnakubaliana katika udhaifu na nguvu za kila mmoja, huku mkisaidiana kukua. Yani wote mnaelewana, mwenzangu kwenye eneo hili ni dhaifu, na mnasaidiana, mnasapotiana kwa pamoja. Hii ni ishara ambayo inaonyesha wewe na mwenzako mnaendana. Lakini ishara ya 12, mna msamaha na uvumilivu. Hakuna binadamu mkamilifu. Wanaoendana hawakosi kukoseana, bali hujifunza kusamehe na kurekebisha makosa kwa upendo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 13 imeandikwa, mkichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo na ninyi. Kwa hiyo ishara ya 12, mna msamaha na uvumilivu, mnaweza kusameheana. Siku zote mtu ambaye mnaendana mnakuwa mna uwezo wa kusameheana. Kukosea kwenye mahusiano kupo, kupishana kwenye mahusiano kupo, lakini wote mnakuwa mna uwezo wa kusameheana na kuvumiliana. Hii ni ishara ambayo inaonyesha mnaendana. Lakini ishara ya 13, familia na watu wenye hekima huona mambo mema katika uhusiano wenu. Ingawa sio kila maoni ya watu ni sahihi, mara nyingi ushauri wa watu waaminifu na wenye hekima unaweza kusaidia kuona mambo ambayo hisia zinaweza kuficha. Kwa hiyo hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa wewe na mwenzako mnaendana. Familia na watu wenye hekima, wale watu wenye hekima huwa wanaona mambo mema katika uhusiano wenu. Lakini ishara ya 14, mna amani badala ya hofu ya kudumu. Hakuna uhusiano usio na changamoto, lakini kama kila siku imejaa hofu, udanganyifu na msukosuko usioisha, hilo linahitaji kutazamwa kwa makini. Mahusiano yenye afya hujengwa katika mazingira ya amani na usalama. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na mstari wa 33 utaona imeandikwa, Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani. Kwa hiyo mnakuwa na amani badala ya hofu ya kudumu. Mnakuwa na amani badala ya hofu ya kudumu. Lakini ishara ya 15, mnapendana kwa matendo, sio kwa maneno pekee. Upendo wa kweli huonekana katika kujitoa, kusaidiana, kuhudumiana na kubebeana mizigo ya kila moja. Kwa hiyo mnapendana kwa matendo, sio kwa maneno pekee. Yaani ni watu ambao mnakuwa mnapendana kwa matendo, sio kwa maneno pekee. Upendo wa kweli huonekana katika kujitoa, kusaidiana. Wote mnasaidiana, sio mtu mmoja ndo anasaidiwa tu, no, wote mnasaidiana, wote mnapendana kwa pamoja. Wote ukimwona mwenzako amekwama, wote mnasaidiana. Upendi kuona mtu huyo mwenzako akipata shida, wote mnakuwa mnasaidiana. Amekwama sehemu fulani, unaweza kumsaidia, unamsaidia, na umekwama anakusaidia. Kwa wote mnakuwa mnasaidiana. Ni ishara ambayo inaonyesha kuwa wewe na mwenzako mnaendana. Lakini ishara ya 16, mnaendelea kukua pamoja. Kadiri muda unavyopita, mnaona mabadiliko mazuri katika tabia, mawasiliano na ukomavu. Mahusiano yanayofaa hujenga watu, hayawabomoi watu. Siku zote ukisoma kitabu cha Mithali 27 na mstari wa 17 imeandikwa, chuma hunoa chuma. Kwa hiyo ishara ya 16 ambayo inaonyesha mahusiano yenu, yani mnaendana kimahusiano, mnaendelea kukua pamoja. Kadiri muda unavyopita, mnaona mabadiliko mazuri katika tabia, mawasiliano na ukomavu. Kwa hiyo mahusiano yanayofaa hujenga watu, hayawabomoi watu. Lakini ishara ya 17 ambayo inaonyesha wewe na mwenza wako mnaendana, unaona unakubalika kwake. Ndani yako unahisi kupendwa na kukubaliwa. Yani unakuwa ni mtu ambaye unaona you feel accepted. Yani unaona wewe ni mtu ambaye unakubalika kwake. Mtu huyo anakuwa anakukubali.
ni ishara ambayo inaonyesha wewe na mwenzako mnaendana. Lakini ishara ya 18, mtu huyo anapenda kukusaidia. Yaani wote mnapenda kusaidiana, sio mtu mmoja tu, labda sio mwanaume ndo anayesaidia, no, wote wote mnapenda kusaidiana. Mwanamke anamsaidia mwanaume, mwanaume anamsaidia mwanamke, yani wote mnapenda kusaidiana. Sio tu mtu mmoja ndo anakuwa anaonekana yeye ndo mtoaji lakini mwingine ya atoi ni mpokeaji, no, wote mnapenda kusaidiana, wote mnapenda kusapotiana. Ni ishara ambayo inaonyesha wewe na mwenza wako mnaendana. Lakini ishara ya 19, mtu huyo ni mwaminifu na mkweli kwako. Yani mtu huyo anakuwa ni mwaminifu na ni mkweli kwako, anakuambia ukweli pasipo kuficha chochote. Kama ana mtoto atakwambia, hafichi chochote. Siku zote jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue, ukweli ni oksijeni katika mahusiano. Kama tunavyojua oksijeni, hakuna binadamu ambaye anaweza kuishi kama hatakuwa anavuta oksijeni. Kama hakuna hewa ya oksijeni, maana yake huwezi ukaishi. Kwa hiyo oksijeni, ukweli ni oksijeni katika mahusiano. Kwa hiyo ukiona mtu huyo ni mwaminifu na mkweli kwako, yani hakufichi jambo lolote, anakwambia. Kama alikuwepo kwenye mahusiano atakwambia ni kweli nilikuwa kwenye mahusiano. Kama ana mtoto atakwambia mimi na mtoto, yani hapretendi maisha. Kama anakwambia ni mimi nipo kwenye chumba, kama yupo kwenye chumba kimoja atakwambia bisa mimi ndo nakaa hapa, hiki ndo chumba changu, yani hafichi chochote. Basi unatakiwa utambue mtu huyo mnaendana. Wewe na mwenzi wako mnaendana kama mtu huyo ni mkweli na ni mwaminifu, yani hakufichi chochote, ni mkweli na ni mwaminifu, basi unatakiwa utambue mtu huyo mnaendana. Lakini ishara ya 20, mtu huyo ni mwepesi kusamehe. Kama nilivyosema, kwenye mahusiano changamoto zipo, kuna migogoro, kuna kupishana, lakini mtu huyo anakuwa mwepesi wa kusamehe. Umekosea, okay, nimekusamehe, okay sawa, nimekusamehe, haina shida, imeisha. Yani ni mwepesi kusamehe. Ni ishara ambayo inaonyesha wewe na mwenza wako mnaendana. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Nitafurahi sana kuona comment yako. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.